Mechi imemalizika goli moja, Mtibwa Sugar dhidi ya Yanga. Umeonekana ni mtu wa masikitiko, masononeko tangu mechi inaendelea mpaka ilipoishia pale ambapo ilikuwa inaonekana dhahiri shahiri pengine Yanga angeondoka na matokeo ya ushindi. Nini changamoto? Nini tatizo? Tatizo kwa tunacheza kwa mazoea. Yaani kwamba Mtibwa jinsi tulivyoanza nao ndivyo tulivyomaliza nao. Hakuna mabadiliko ambayo yaliyofanya kwamba tuwachezee kwa staili hii. Tuliwachezea staili hiyo hiyo moja ambayo mwisho wake tukang'ania hiyo hiyo staili moja mpaka mwisho wa mchezo. Juzi tulikuwa tunasema wachezaji kwamba hawajapiga hata shot on target hata moja. Tunashukuru kuwa coach amewafanyia kazi kwamba watu wapige, lakini walivyopiga wamepiga tu kama mradi wapige. Wamepiga mashuti hayana nguvu. Ulikuwa unalalamika shot on target kwenye mechi zilizopita. Leo shot on target umeziona au bado shot on target ni bila? Shot on target nimeziona, lakini mipira haina nguvu, haipigwi. Mimi kama ni kochi, hii ni wakati wa Sheani kucheza mwanzo mwisho. Sheani anakupa kitu muda wowote. Yule mtoto sio kumwacha katika hizi mechi. Yule mtoto unaenda naye unamwacha. Wewe fanya kama vile umecheza watu 10, yule kazidi au kapungua. Yule Sheani anaweza kukupa kitu kwa sababu zile sehemu za kupiga watu ana mashuti. Max Zengeli apige mashuti makubwa, Mwanengo naye apige mashuti makubwa, wala Pacome apige mashuti makubwa, na nafasi za kushinda wanapiga nje. Tumtengeneza nafasi. Mwanengo yani leo Mwanengo ndo alikuwa anaibeba Yanga, na leo Mwanengo ndo tungempokea kuliko binadamu yoyote katika Yanga. Maana alikuwa hapo ndio anakuwa mfalme. Ni anguko la Yanga ama Mtibwa leo walikuwa wako vizuri? Hii Yanga kama tungempiga 3-0 au 3-1 yule Mtibwa, Yanga ingekuwa iko bora. Kama tungempiga 2-1, Yanga ingekuwa iko bora. Yanga mpira wake ni ule. Mtibwa naye mpira wake ni ule. Sisi tumeshindwa kutengeneza nafasi za kufunga nzuri ambazo tumezipata hapa na hapa. Pacome hapa na hapa anapiga juu. Mwanengo hapa na hapa anapiga juu. Lakini wiki kadhaa zilizopita nyuma ulikuwa unalalamika kuhusu kocha wa Yanga kwamba hana mbinu, hana maarifa. Bado uko na kauli ile ama sasa hivi kulingana na mechi ya leo unaona kocha maarifa anayo? Unajua kuna kitu kimoja tunavyosema sisi mtandaoni, kwa sababu hatuwezi kusema akatusikia kocha ama mtu yoyote. Bado tukisema sisi kocha anafanyia kazi hata mawazo yetu sisi. Juzi nilisema kwamba tupige mashuti, hamna hata shuti moja. Leo ndio mashuti yamepigwa na tumeona golini, lakini mashuti ni hafifu, sio mashine zinazopigwa. Alafu wachezaji yani hawaadapti kama anavyofanya Depu. Yani ikipigwa mashuti inatakiwa pale pale uwe eneo lile usogee, lakini zile zinazofanya Depu leo hakuna. Siku zote zinakopa hakuna, kwa sababu yule mtu ambaye anatakiwa kufanya vile hayupo. Lakini tungekuwepo tunakwenda kutumia zile nafasi, mashuti zingekuwa makali, tungepata matokeo. Kelele za mashabiki wenzako, baadhi ya mashabiki wa Yanga wanasema kwamba kuna hujuma ambayo inaendelea ili Yanga asiwe bingwa, asichukue kombe. Wewe maoni yako ni nini? Mimi pale sijaona hujuma. Tungetumbukiza mipira wavuni pale, hujuma ingetokea wapi? Kama tungefunga pale, hujuma hiyo ingetokea wapi? Mbona kunaonekana kama ile goli ilikuwa kidogo kuna msuguano wa kama mtu amezuiliwa pale na kitokea mpaka Diala yani hajapenda kilichotokea pale. Wewe hujaona hiko? Bado sijaona. Kwa sababu mpira unapopigwa kona, yani wachezaji lazima wakakabane na goalkeeper walete msongamano. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Lakini kwamba sio sababu tungewafunga wale 4 au 3, hiyo ingekuwa sio sababu. Singekuwa goli 4-3-1 au ingekuwa 4-1. Lakini kwamba lile goli mimi naona kama ni goli tu nzuri. Sisi wenyewe tungewatia wale 4 wale 3, hayo tasingekuepo. Ndio za ubingwa unazionaje? Kulingana na matokeo ambayo yanaendelea au yaliokuwa sasa hivi. Bado ngumu, kwa sababu hata mpinzani wetu naye pia anaangusha alama. Hicho ndio kidogo kinatufariji. Sisi ndio tunafanya makosa, lakini na wapinzani wetu nao wanafanya makosa. Hicho ndio kidogo mimi kinachonifariji. Umekuwa ni mwenendo wa kuchekana tu. Leo anachekwa Simba, kisha anachekwa Yanga. Hizi timu za daraja la kati si kwamba zimekuja katika ubora ambao wa kuonyesha kwamba sasa ligi yetu ni ligi namba 5 ambayo ina ushindani, au ni makosa tu ambayo wewe unayaona dhidi ya timu yako ya Yanga? Ni mpira ule. Na kurudia tena kwamba huu mpira ni ule tunaofanyaga, ila kwamba tumekosa umakini. Kama tungekuwa makini, ina maana tungekuwa 3-4 au 2-3 au ngapi. Na sisi, na mimi nilikwambiaga kila siku,
kwamba hatufikishi hata zile pasi 7-8, yani hatuitawali timu, yani kwamba tunacheza mpira wa pasi, tunarudi golini, tunaanza tena, tunapiga huku, tunawachanganya wapinzani. Hilo sisi hatufanyi kwa sasa hivi, ndio maana linakuwa linatuchanganya, ndio maana wale wanapata sababu ya kuongea, kwa sababu sasa hivi hatuchezi ule mpira wetu tunaochezaga wa kuwachanganya, wa kwamba dakika 5 nzima au 10 mpinzani amekosa mpira. Sisi huo hatuchezi sasa hivi, ule mpira wetu wa kuwashambulia kwa sana hatuchezi. Unajua ukicheza ule mpira kumiliki mpira wewe na kupiga pasi nyingi, wapinzani unawachanganya hadi wewe unapata nafasi za kupiga sehemu ambao unaweza kufunga. Na nimkwambia mpira kama leo, mechi kama leo ulikuwa unamhitaji mtu kama Sheani, watu kama design ya ile, yani kwamba anapiga mbali. Wachezaji wote leo wamepiga mashuti hafifu. Lazima mechi iwe hivi, na hii tunapata bahati. Tungeweza tukupiga sisi goli kwetu, na wao walikuwa wanakuja wale. Sasa hivi timu zote za ligi kuu washajua udhaifu wa Simba na Yanga. Sasa hivi wao wanakuja kama wamechanganyikiwa, hawasubiri kwamba eti wao wapoteze nafasi, na wao mkishika na wao wanashika. Sasa inatakiwa kocha awe makini katika kuangalia katika 18 mkifika mfanye nini. Hilo wachezaji hawajajua kwamba tukifika ndani ya 18 mfanye nini. Sasa hivi sisi tunafunga kama vile mtu unakopa kama unabahatisha, lakini ile ndani ya kucheza ndani ya 18 kocha ametufundisha hivi tutulie, ile haipo sasa hivi brother. Asante sana Silva Mwafrika.